My friend, wewe ulipanga mapinduzi, wa Kenya wakakufa. Wewe ukakuja ukaangaisha Mheshimiwa Kibaki. Ile kazi angefanya, mkeka, choo, sijui nini, muda ikapotea. Ndio huyo umekuja ukadanganyana pale kwa Jubilee, Big Four ikapotea, BBI, sijui nini, ukora, tukaingia kwa madeni. Saa hizi ndio huyu wewe unapanga maafa, unapanga fujo, unapanga wa Kenya waharibu mali. Ati kwa sababu wewe umeshindwa. Ulishindwa, umeshindwa, utashindwa. Sasa jipange kutoka hapo. Ama namna gani? Yes, because my competitor is an anarchist. He caused mayhem and death in a coup in 1982. He came, brought a lot of confusion in the government of President Kibaki. Mara mkeka, mara choo, mara sijui nini, akapoteza muda mwingi. You came confused, Uhuru Kenyatta, Big Four, got lost. We ended up in BBI, we ended up in debt. Today, you are sponsoring anarchy with your sponsor and handshake brother, so that you can enslave this country. I want to promise that you will not succeed again. Tumeelewana jameni? They will not succeed. Kwa sababu sisi tumechanuka hata na sisi. Na Wakenya wanajua. Shida yao kubwa wanajua in the next 2 months hawawezi kuongea hii mambo ya unga. So ndio unaona wako na haraka sana, wanasema huyu mtu tukiwacha yeye for 2 months hatutampata tena. Ndio unaona anapanga maandamano sijui leo, kesho kutwa, kwa sababu wanataka ati kuchukua nafasi hii. Mimi nataka niwaambie hii mpango tumepanga vizuri. Hawa marafiki zangu, ndugu zangu hawa wawili, watu ya handshake, sasa wanaendelea na kupanga fujo katika taifa letu la Kenya. Na hawa majamaa mimi nawajua na nawaelewa sana, na ndio kwa sababu niliwanyorosha. Sasa wameenda pale ati wameenda kutafuta njama ya kutumia vijana hawana ajira, kulete fujo, kulete maafa katika taifa letu la Kenya, wakitumia pesa ambazo waliiba kutoka taifa letu la Kenya, kulete ghasia katika taifa letu la Kenya, ili tusijikomboe kutokana na minyororo ya njaa, kukosekana kwa kazi na umaskini. Wanataka kutufungia pale. Mimi nataka niwaambie, tuko tayari kwa vyovyote, lakini minyororo ya njaa na kukosekana kwa kazi, watoto wetu wanahangaika Kenya, na umaskini iliyoko Kenya, lazima tuimalize na tutajikomboa sisi wenyewe. I want to tell my friends, the handshake people, I know you very well. You are orchestrating anarchy in the Republic of Kenya. You are financing chaos because you want to keep this country in the chains of hunger and poverty and unemployment. And because you are scared that we now have a plan that is going to make sure that we produce enough food for the people of Kenya. You know we have a plan to employ 1 million young people in the Republic of Kenya. You know we have a plan on how to improve our economy so that we can get rid of poverty. And that is why you do not want us to move forward, because you want us chained to this prison which you have orchestrated. I want to promise you, we are going to unchain ourselves. Tutasonga mbele kama watu wa Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Niwaulize watu wa Tharaka. Watu wakilipwa pesa wavunje mali, waharibu barabara, walete maafa, walete fujo, gharama ya maisha itarudi chini kwa njia gani? Gharama ya maisha itarudi chini ama itapanda juu?
So mimi nataka niwaambie hawa our friends, the handshake brothers, I know you very well, and I know the financing you are orchestrating so that you can keep this country and enslave our children, enslave our nation in hunger, poverty, and in unemployment. You will not succeed. Jana tumeweka sahihi na nchi ya Saudi Arabia. Mwaka huu wanahitaji vijana 10,000. Tumekubaliana na waziri wa kutoka kule Saudi Arabia leo ya kwamba tutapata nafasi 1,000,000 ya vijana wa taifa letu la Kenya kwenda kufanya kazi, kutuletea pesa na kujiendeleza. That is what is going to change Kenya. We are not going to change Kenya kwa kupanga fujo, kwa kuendesha maandamano. We are not going to reduce the cost of living kwa kupanga maandamano na kuzusha ghasia na kulete maafa. We are going to change Kenya by having a plan. We are not going to change Kenya by organizing demonstration. Ama namna gani watu wa Tharaka? Niwaulize hata kama mko mbali na Nairobi. Kwa sababu Nairobi ni mbali kutoka hapa. Mimi nataka niwaulize, ati njaa inaweza kumalizwa na maandamano ama itamalizwa na mpango ya wakulima kuzalisha chakula? Hawa vijana watapata ajira wakienda kwa maandamano ama watapata ajira tukipanga vile watapata ajira? That is what we want to do. Sijui kama tunaelewana. So I want to tell our handshake brothers, ati munataka you want to sabotage our country. We will face you kwa sababu Kenya si yenu. Kenya ni ya Wakenya wote. Na hatuwezi kukubali maandamano isambaratishe nchi yetu. Kama wanasema ya kwamba mimi siwezi, si waniwachie waone vile nitafanya. Ama namna gani? Na si nyinyi wa Kenya, si nyinyi ndio mtaamua. Kama nikifanya kazi, si mtaniongezea masiku? Na nikishindwa kufanya kazi, si nyinyi mnajua vile mtafanya? So shida iko wapi? So watulize boli. Waacha mimi nisukume hii kazi. Walikuwa na wakati yao, wakazunguka na handshake, wakafanya BBI, wakafanya sijui nini, ukora nini, muda ikapotea, wakatuingiza kwa madeni. Ama namna gani? So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tuende mbele kama watu wa Kenya, na mimi niko steady kabisa. Mimi sitaangalia kando ama kando, mimi niko nasukuma hii gurudumu mbele, kwa sababu hii Kenya lazima tuibadilishe. Na tutaibadilisha kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, tunazalisha ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya, na nimesema ya kwamba tuko na mpango kamili ya mambo ya digital jobs, ya mambo ya export jobs, ya maneno ya housing, pale agro processing, value addition, manufacturing. Tumekubaliana na Malombe huyu muungwana wenu, gavana wenu, tunajenga aggregation and industrial park ya Kitui. Anaweka milioni 250, mimi naweka milioni 250 ili wakulima wapate mahali ya mazao yao, kupata storage, mazao yao kufanywa value addition, kufanywa agro processing, kufanywa manufacturing, ndio tuweze kuongeza pesa inaweza kuingia kwa mfuko ya mwananchi na tuongeze mali, tuondoe umaskini. That is our plan. Uchaguzi tulimaliza. Mimi nataka niulize viongozi wote, sasa sio nafasi ya malumbano ya kisiasa. Hiyo iko na taratibu na iko na mpango na iko na timetable. Tutafanya uchaguzi tena baada ya miaka 5. Sasa hii imebaki karibu miaka 4 na kidogo. Si namna hiyo? Sasa hapa katikati tufanye kazi ya wananchi. Ama namna gani jameni? Watu wa upinzani wanasema ya kwamba hawataki mimi nifanye kazi na viongozi wa bunge na viongozi magavana. Sasa dunia hii itasonga mbele namna gani kama siwezi kufanya kazi na viongozi wale wengine? Si kutakuwa na ubaguzi Kenya? So watu wa upinzani waamue. Mara wanasema tunabaguliwa, mara wanasema hatutaki kufanya kazi na
viongozi wengine. So you need to make up your mind whether you are opposed to me working with members of parliament and governors, or whether you want to isolate yourselves. Mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote. Na ndio sababu mimi niko hapa na Governor Malombe. Si ndio? Niko hapa na mjumbe wenu Nzengu. Si hawa ni watu wa Azimio? Lakini si sasa sisi tuko hapa sisi wote. Kwa sababu viongozi wamechaguliwa, sasa nafasi ya sasa ni kushirikiana ili tuweze kufanya kazi ya wananchi. Baadaye tutaenda kusort out kwa mambo yetu kwa vyama. Ama namna gani jameni? So nasikia wale walikuwa wanafanya maandamano na kuharibu mali na kulete maafa katika taifa letu la Kenya, ati wanalalamika ati kwa sababu mimi nafanya kazi na viongozi wengine wa bunge na magavana. Sasa mimi nataka niwaulize, makosa iko wapi mimi kama rais wa Kenya? Kwa sababu hawa wabunge na hawa governors, hata kama hawakunipigia kura, hakuna rais mwingine Kenya, si rais ndio mimi? Ama so ni mimi na heshimu ya kwamba candidate wangu hapa hakupita, si ndio? Si mimi nafanya kazi na ule amechaguliwa na wananchi. Na huyu naye kwa sababu mtu yake alikuwa anamsupport, tulimwangusha, sasa hana ingine, si afanye kazi na mimi ndio tuweze kwenda mbele. Ama ni namna gani jameni? So these people must get out of the hangover of elections. The elections are behind us. It is now time for leaders to close ranks and work together. And that is my philosophy. I work with all the leaders, except those who don't want to work with me. I cannot force anybody. But any leader who is ready to work with me, I am ready to work with them for the benefit of the people of Kenya and for the benefit of the people who elected us. Mimi nitawafanyia kazi na nitafanya kazi na viongozi wote. Wale wamechaguliwa, hakuna mtu anachaguliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo nitafanya kazi na viongozi wenu wote, kutoka MCA, wabunge, gavana wenu, wale wote tutashirikiana ndio tuweze kupeleka Kitui mbele, tukipeleka Kenya mbele. Leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Deni, dawa ya deni kulipa. Tulikubaliana wakati nilikuwa hapa mambo kadhaa, na niliwaambia ya kwamba nitarudi. Kwanza hiyo si nimefanya, si nimerudi jamani. Nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu ya taifa letu la Kenya. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka shilingi bilioni 650 kwa masomo ya watoto wa Kenya, kuanzia primary school mpaka vyuo vyetu. Katika primary school sehemu nyingi walimu ni wachache na hakuna vile masomo inaweza kuendelea shuleni bila mwalimu. Ndio sababu niliwaahidi wa Kenya ya kwamba tutaongeza walimu. Mwaka huu Januari tuliajiri walimu 35,000. Saa hizi nataka pia niwaeleze ya kwamba saa hii tunaendelea na kuajiri walimu wengine 20,000. Ndani ya mwaka moja hii tutakuwa tumeajiri walimu 55,000, kwa sababu elimu ndio inasaidia kuhakikisha kwamba kuna usawa kati ya watoto wetu wote wa taifa la Kenya. Pale kwa elimu ndio watoto wa mheshimiwa na watoto wa mama mboga wanakuwa sawa. Pale kwa elimu ndio mtoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa, kwa sababu elimu ni moja. Hakuna examination ya mtoto huyu ama mtoto yule. All our kids, the greatest equalizer as we all know is education. Na ndio sababu tunaweka pesa nyingi, na ndio sababu niliamua ya kwamba tutaajiri walimu wengi ili tuweze kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Vile vile
tumeweka pesa nyingi kwa mambo ya TVET na mambo ya university. Pale kulikuwa na shida kubwa ya watoto wetu wa technical and vocational training. Budget yao ilikuwa bilioni 5, sasa tumeongeza imekuwa bilioni 10. Budget ya secondary universities ambazo matatizo ilikuwa imezidi mpaka walikuwa na madeni karibu shilingi bilioni 60. Sasa pale tumebadilisha vile mpango inaendelea ya university, patana ya kupatia grant kwa university, sasa tunapatia scholarship kwa mwanafunzi. Ndio kila mwanafunzi tujue wanafunzi wangapi wamefaidika, na tuhakikishe ya kwamba hasa wale watoto wa nyumba za watu maskini wanapatiwa 100% scholarship kwa kupata nafasi ya kwenda university. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education, because education, apart from being the greatest equalizer, is also an enabler and an empowerment to every child of the Republic of Kenya. Kwa hivyo tutasaidiana hivyo. Pia tumehakikisha kwamba zile pesa za CDF, na mjumbe wenu ataconfirm. Sasa nimelipa pesa yote ya CDF, mheshimiwa, amunidai tena. Sasa mko na pesa, pelekeni kwa wananchi. Tumeweka mpango kamili, na katika budget yetu hii tumeweka pesa ya elimu, tumeweka bilioni 5 ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wengi ambao hawaendi shule kwa sababu hawana chakula, tutawalisha shuleni watoto milioni 4 wa Kenya wakienda shuleni, because we want to empower every child. Tumeweka pesa ya kutosha ya elimu ya watoto wetu katika TVET na katika university. Tumeweka mpango kamili ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mwaka huu tumesambaza mbolea milioni 4, na wakulima wetu wamefanya bidii, wamezalisha hata mpaka na extra 200,000 acres extra of land kwa mambo ya kuzalisha chakula. Saa hizi tunangojea miezi miwili chakula itoke shambani, na mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tumepata mvua na tumepatiana mbolea. We are expecting a very bumper harvest. Tunangojea chakula ambaye haijawahi kuonekana Kenya hii katika msimu huu. Na vile vile katika budget hii ambayo wanataka kuisambaratisha, pia tumeweka pale bilioni 5 ya kuongeza mambo ya mbolea kutoka milioni 4 ya mwaka huu. Nataka tuweke milioni 6 ama milioni 7 ya mwaka ujao, ndio tuzalishe chakula, tukomeshe kabisa njaa katika taifa letu la Kenya. Wale watu ambao wamezoea kutumia njaa kuendesha siasa yao, wale wamezoea kutumia vijana kwa sababu hawana ajira, wale watu ambao wametumia umaskini kuhangaisha watu wengine, saa hizi wanapanga njama ya kusabotage hii mpango kwa sababu wanajua Kenya itabadilika. And I want to tell them this country is ready and ripe for change, and Kenya is going to move forward. Tuko pamoja jameni? So mimi nataka niwaambie Wakenya wote ya kwamba hii meli tunasonga mbele na Kenya tutaibadilisha. Wale mabepari wapende ama wasipende, Kenya tutaibadilisha, kwa sababu Kenya si yao, na Kenya hii haiwezi kuwa katika minyororo, haiwezi kuwa mateka ya watu wachache. Sisi tumesema we want to free our nation, and we want to make sure that many young people, vijana wengi ambao wanahangaika, wengi wamemaliza shule, form 4, certificate, wengine wako na diploma, wengine wako na degree, hawana ajira. Ndio tumesema tunapanga ajira ya vijana wetu, kwa sababu ni aibu kubwa katika taifa letu la Kenya. Tunawasomesha watoto lakini hatuna mpango ya kazi gani watafanya wakimaliza shule. Kabla ya budget kufungwa mwaka huu, nimehakikisha ya kwamba pesa zote za county ambazo ni shareable revenue tumezilipa, ndio kila county iweze kutoa huduma kwa wananchi wa taifa letu la Kenya.
Na mimi nataka nimshukuru gavana wenu, anajua kupanga maneno. So asanteni sana. Mambo ya elimu tutashirikiana na tutaenda mbele tukiwa sote pamoja.